itakuwa kidogo. Watu wa Izimbia, haleluya. Amen. Nasema tena haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua sisi kuna mahali Yesu ametutoa. Haleluya. Amen. Alipotuokoa tukuishia tu kukaa naye vyumbani, tuliona kwa namna na alivyotusaidia hatutaishia kuwa na utamu wake chumbani kwetu. Tukasema tutazunguka Tanzania na nje ya Tanzania kuambia ni kweli mateso yapo, ni kweli magonjwa yapo, ni kweli uchawi upo, lakini suluhisho la mambo yote hayo sio dawa wala mganga wa kienyeji. Tulipopata dawa ya maisha yetu tukajua ni Yesu Kristo, tukasema hatutatulia, hatutakaa, tutawaambia watu wa kila aina. Na leo ni zamu ya Izimbia ya kwamba kuna mambo unapitia, kuna mateso unapitia, kuna shida unapitia. Haimaanishi Mungu amekufa au amekusahau, ila anakuhitaji wewe jioni ya leo umkimbilie, maana anasema njooni kwangu nyie mliolemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Haleluya. Niongeze kidogo mic tena, niongeze kidogo. Ongeza kidogo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kidogo tena hapo. Haleluya. Hapa sasa najisikia. Hebu tumpige makofi DJ wetu. Haleluya. Amen. Anahubiri pamoja na mimi kwa kweli. Mungu ambariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haiwezekana mtumishi wa Mungu, Mungu akupe vyombo vikubwa zaidi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Moja vitu nataka niwahakikishie watu wa Izimbia, Mungu amewakumbuka. Bwana asifiwe sana. Amen. Moja vitu niwahakikishie watu wa Izimbia, Mungu anawapenda. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu kukupenda sio lazima akupe gari. Mungu kukupenda sio lazima akupe mke. Hivyo kwake yeye ana vita vya ziada. Cha kwanza anakuhakikishia uzima ukiwa hapa duniani, lakini baada ya hapa duniani anakuhakikishia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo ndio upendo ambao rais yeyote hawezi kukupa. Ndio upendo ambao mkuu wa mkoa yeyote hawezi kukupa. Huo ni upendo ambao kiongozi yeyote hawezi kukupa. Huo ni upendo ambao mume wako hawezi kukupa. Kuna watu waliwapenda wake zao, kuna watu waliwapenda warembo zao, lakini majira yalipofika ya roho zao kuondoka, waliwapenda wakaishia kuwalilia, wakasema hatupo nao tena. Lakini sisi tunaye Mungu ambaye ametuhakikishia ulinzi wa hakika, ametuhakikishia ulinzi wa afya, ametuhakikishia ulinzi dhidi ya uchawi, ametuhakikishia ulinzi dhidi ya uganga. Na leo ndiye tumekuja kukuambia kwamba hata wewe ukimwamini jioni ya leo ana uwezo wa kubadilisha, kwa sababu yeye hawabadilishi Wasukuma tu, yeye hawabadilishi Wahaya tu, yeye hawabadilishi Wachaga tu, bali ni kwa yeyote mwenye mwili akimkimbilia maisha yake yanabadilika. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua zamani mtumishi wa Mungu ameongea kitu kidogo hivi. Ndio. Wakati nilikuwa mdogo nilikuwa nikikuta watu wanahubiri injili kama hivi, ninaona ni kama hawana kazi za kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilikuwa naona ni kama wamechanganyikiwa hivi. Niliona ni kama hawana vitu vya kufanya hivi. Hawana mambo ya kujishughulisha nayo hivi. Lakini kumbe nilikuwa bado sijapatikana. Nilikuwa kuna matatizo sijakutana nayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi jana niwaambia nina mzazi wangu ambaye kwa neema ya Mungu sasa hivi ni mchungaji, lakini kabla ya hapo ni master aliyekuwa ametembea kwa waganga wa kienyeji. Na nisikilize watu wa Mungu, hakuna mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji akiwa mzima. Hakuna anaenda kwa mganga wa kienyeji akiwa hana shida. Wengi wanapelekwa na matatizo. Sisi tulikuwa na matatizo ambayo hospitali zote zilisema tuwezi kuyasolve. Tumeenda kwa waganga, mbuzi zimechinjwa. Tumeenda kwa waganga, tumepeleka kuku. Walikuwa wanatubadilishia maelekezo ya rangi za kuku wa kupeleka. Leo wanatuambia leta nyeusi, kesho leta nyeupe, kesho kutwa leta jogoo, kesho kutwa leta nini, lakini hamna kilichotokea. Haleluya. Haleluya. Na nakumbuka kuna siku moja mzee alipoona matatizo ni mengi pale nyumbani, ikabidi amlete mtaalamu. Waganga wetu wanaitwa wataalamu. Akaletwa mpaka nyumbani. Kitu kimoja nakikumbuka, alimchinja mbuzi sikio, akamwambia damu
naona wakifanya plastering. Wanapiga na kila kitu hapo. Yesu asifiwe sana. Kule tunajifunza kila kitu. Unaijenga nyumba kabla hujaanza kuijenga. Unajua idadi ya matofali kabla hujaanza kuijenga. Ndio. Unajua kiasi cha mchanga kabla hujaanza. Ndio. Umejenga madaraja ukiwa umekaa darasani tu pale. Ndio. Unajua zinahitajika nondo ngapi? Unajua yanahitajika mchanga kiasi gani? Unajua kabisa na uwezo wa kujua kwamba hii simenti imepigwa chini ya kiwango. Lakini hayo yote niliyajua hayakunisaidia kuacha zinaa. Hayo yote niliyajua hayakunisaidia kuacha tamaa. Hayo yote niliyajua hayakuzuia kurogwa. Hayo yote ukiyajua hayatakuzuia kuteseka. Yuko anayeweza kukuzuia. Huyo sio rais wa Tanzania. Huyo sio rais wa Marekani. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Nimemwona anaokoa wasomi. Nimemwona anaokoa wasiosoma. Anaokoa matajiri. Anaokoa maskini. Anaokoa wanawake. Anaokoa wanaume. Anaokoa vijana kama mimi. Anaokoa mabinti. Na watu wote tunasema Yesu ni Bwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa uliyeshika kamera hakikisha unailengesha huko. Leo nataka nipige mabomu ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kati ya watu wa kuhurumia duniani sio watu maskini. Kati ya watu wa kuhurumia duniani sio mabinti ambao hawajaolewa. Kati ya watu wa kuhurumia duniani sio wanaume ambao hawajaoa. Kati ya watu wa kuhurumia duniani sio watu wasiokuwa na hela. Mtu pekee wa kuhurumia duniani ni anayeishi bila Yesu kwenye maisha yake. Amen. Haleluya. Amen. Anaweza akawa anaonekana na pesa na kila kitu, lakini watu wakiamua kumfanya kitoweo ni swala dakika moja tu. Ni swala la sekunde tu. Anaonekana na miliki magari, ana pikipiki na mke mrembo, na wengine unaona mke mmoja kutoshi. Umeweka wa kwanza, umeweka wa pili, umeweka wa tatu, umeweka wa nne, wengine mpaka wapi matumizi, alafu unajiona ndo mwanaume izimbia. Leo tumekuletea kuna mwanaume anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Wanaume akina Herode hawakumweza. Wanaume akina Farao hawakumweza. Walimtafuta akiwa mdogo, wachawi hawakumweza. Na alipomaliza kazi akatupa mamlaka yote yale. Aliweza kushughulika wachawi. Akasema uwezo siendi nao achia hapa duniani. Akatupa huo uwezo leo. Na leo ninatoa tangazo kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa yuko mchawi anayetesa kijiji hiki, anatesa watu wa mahali hapa, anatesa wafanyabiashara mahali hapa, amekuja mtu anayekuja, nimekuja kuharibu kazi zako. Mamlaka ninayo na nguvu ninayo, na yote yanawezekana kwake yeye aaminie kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa Kigoma, sijajua ni betri zangu zinaisha au inakuaje. Nilikuwa Kigoma pale, eneo moja linaitwa Kasulu. Kwa kazi hii ninahubiri injili pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kigoma mji unaosifika kwa wachawi. Haleluya. 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 Nitengeneze hii ndo nzuri. Hii hapa ndo nzuri. Niweke kama kuna uwezekano. Hii ndo nzuri. Basi nisetie vizuri hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu ipige bado haijaita kama ilivyokuwa inaita ile. Haleluya. Inakuja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama bado sijaisikia. Hawa wanataka kutupunguzia mwendo nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati nikiwa Kigoma pale, nilikuwa nimetokea huko Kagera, nikafika eneo moja. Wakasema kuna kasehemu fulani hivi kanatishia watu, kuna uchawi usio wa kawaida. Hakuna mtu aliyewahi kupita pale akawa salama. Nilikuwa na rafiki yangu kijana, na mimi kama mimi tumemaliza chuo. Nikamwambia rafiki yangu twende tukakutane na wachawi wa Kigoma, tupige ngoma ya Yesu, wapige ngoma yao. Tuone ni ya nani itachezwa, ni ya nani itasimama katika jina la Yesu. Haleluya. Tumeenda tumezunguka, hatukuona chochote. Lakini wakati huo tumeingia kwenye mji, kuna watu wafanyabiashara wenye hela wanaogopa kwenda mji ule.
Na ndio maana nakwambia maisha sio kuwa na pesa, maisha sio kuwa na wake wengi, maisha sio kuwa na watoto waliosoma. Hayo yote ukiwa nayo nje ya Yesu ni hasara tupu, watu wa Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Itabidi mnirudishie maiki yangu, naona. Haleluya, hebu nipe hii. Haleluya, haleluya. Haya, iongezee tena kidogo sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaja kujifunza kitu kimoja. Haya maisha unaona yanavyoenda, watu wa Mungu, maisha yaendeshwe na hela. Halo? Yaani hela tunazihitaji, ila sio kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu walikuwa na hela na wakaziacha. Amina. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mimi hapa sidhani Zambia kama kuna mtu anamzidi hela na ni mengi. Rais John Magufuli alikuwa anamiliki akaunti zote za Tanzania. Angeamua hata hizo pesa zako zilizoko kwenye akaunti akasema ni za kwangu, ilikuwa ni swala la muda. Lakini Ayubu azikuzuia roho yake. Alafu unamiliki bodaboda 3. Unaona watu wanahubiri injili ni kama wamechanganyikiwa hivi. Huoni kama wewe ndio umechanganyikiwa ndugu yangu? Unamiliki nyumba 2 tu zenye vyumba 3, unaona kama sisi tunapoteza muda. Watu wa Mungu tumekuja kuhubiri injili, sio kama tuna maisha. Maisha tunayo, lakini tumeona uhakika wa maisha ni Yesu Kristo. Na tumeona hatuwezi kukaa wenyewe. Hatuwezi kukaa na ila wenyewe. Tunajua wengine walizani kuwa na hela ndio maisha. Lakini leo tumekuja kukumbusha, tafuta hela ila unamhitaji Yesu kwanza. Tafuta kazi unamhitaji Yesu kwanza. Tafuta elimu unamhitaji Yesu kwanza. Yeye ndiye atakayekupa uhakika wa maisha ya hapa duniani na kule mbinguni. Haleluya. Haleluya. Amen. Hebu nikusomee maneno ya Mungu kwanza. Biblia katika kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 46. Biblia inasema, Marko 10:46 anasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo yule mwombaji kipofu alikuwa amekaa kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake. Narudia tena, asema alikuwa ameketi kando ya njia, kama ambavyo tupo kwenye kando ya njia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanisikiliza mtu wa Mungu? Unanisikiliza? Wakati ngoja niendelee kusoma. Huyu mtu alikuwa kipofu, lakini Biblia inasema aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Halo? 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 Bwana asifiwe sana. Huyu ni kipofu, lakini anazijua habari za Yesu, kwamba anaponya, kwamba anabadilisha, kwamba anageuza. Na aliposikia kwamba kuna mkutano wa injili kama hivi, leo hii Yesu hayupo kwenye mwili kama wewe unavyojiona hapo, au kama mimi unavyoniona. Lakini Yesu ameamua kuchukua miili ya watu, na moja ya mwili aliochukua ni wa huyu aliyeshika maiki. Ninaye Yesu wa kutosha, ambaye nina uwezo wa kukuachia leo jioni ya leo. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu ni rahisi kumwamini shetani kuliko kumwamini Mungu. Kweli? Halo? Halo? Leo ukiwaambia watu nimemwona shetani, ni rahisi wakakuamini. Yaani kabisa wanaona wewe ni mtu unayeenda rohoni. Lakini ukiwaambia nimemwona Mungu, wanaona kama nabii wa uongo. Ndio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yaani shetani amekudanganya, macho yako yanamuona shetani kirahisi kuliko kumwona Mungu. Na ndio maana hata watu wakisema tumemwona shetani, na ndio maana mganga unamwamini sana, akikwambia anayekoroga ni mama mkwe, unamwamini sana kuliko anayekwambia anayeweza kukusaidia usirogo ni Yesu. Unaona kama ndo unapoteza muda. Haleluya. Amen. Huo ni shetani amekamata ufahamu. Tuendelea kidogo sasa. Biblia inasema, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, akamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, mwalimu wangu, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya.
mara akapata kuona, akamfuata njiani. Haleluya, haleluya. Kama unampenda Yesu, hebu weka makofi nisikie wamama wanaweza kumshangilia tena Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Hizi ni habari za mtu mmoja anaitwa Bartimayo. Bartimayo alikuwa ni kipofu, lakini alisikia habari za Yesu kwamba anaponya. Halo, Bwana asifiwe, watu wa Izimbia. Wakati amesikia zile habari, akawa na waza, nitasaidikaje? Nitamwona lini huyu Yesu anisaidie na mimi? Nitamwona lini huyu Yesu na mimi aniponye? Nitamwona lini? Haleluya, 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 haleluya. Habari za Yesu zinasikika. Tumekuja kukueleza kwamba kama uamini watu wa kwenye TV, tumekuja live kukuambia ya kwamba Yesu anabadilisha, na moja watu wamebadilisha maisha yao. Mimi hapa niko na ubiri Injili. Haleluya, haleluya. Yule kipofu haoni, lakini anasikia habari za Yesu. Leo kuna watu wana macho lakini hawaoni, wako kwenye dini zimewapiga upofu, na kila wakitaka kuchukua msaada wanakutana kizuizi kama alichokutana nacho Bartimayo. Haleluya, amen. Bartimayo aliposikia Yesu anaokoa, mtu ameshangaika haoni, mtu amehangaika, mateso ni mengi, amehangaika na magonjwa, na anasikia warokole wao wanaombea watu wanapona, lakini anayo dini yake. Biblia inasema walimzuia. Leo hii unaweza ukawa mume wako ndo anayekuwa kizuizi cha maisha yako. Inawezekana dini ulionayo ndio inayokuzuia. Wanakuambia usiende kwa warokole, ukienda kule hatutakusika. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu, haleluya, watu wa Mungu, haleluya. Hata mimi nilikuwa na dini yangu kabla sijamjua Yesu. Haleluya, amen, haleluya, amen. Kwa lugha nyingine, hawa watu walikuwa wameridhika na hali ya Bartimayo. Wanaona ni bora uendelee kuwa kipofu, wanaona ni bora uendelee kuwa malaya. Hawaoni shida ukitembea na waume za watu, ukiwaambia kuokoka wanaona umechanganyikiwa. Huo ni upofu ambao leo Yesu anaenda kuondoa jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Nisikize watu wa Mungu, watu wengi wanakupenda kwa sababu una uzima. Wanakupenda kwa sababu una uwezo wa kuwapa hela. Wanakupenda kwa sababu kama ni mwanamke, wakikutaka gesti, unaweza ukaenda ukawavulia nguo wakakupa 200, wakakununua kama karanga za 200. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huyo ndiye aliyekuwa anaitwa Bartimayo. Anateseka. Kuna changamoto anapitia, kuna shida anapitia, ambaye anaona kabisa siwezi kusaidika, lakini mimi naamini Yesu anaweza kanisaidia. Hao watu wa Mungu wanaweza kanisaidia. Lakini kila akitaka kupiga hatua, watu wa dini wanamwambia usiende, usipoteze muda. Hao ni wapiga kelele. Ni kweli sisi tunapiga kelele, lakini kelele zetu zinaondoa wachawi, lakini kelele zetu zinasimamisha majini, kelele zetu zinaponya magonjwa, kelele zetu zinabadilisha. Ni heri ukimbilie kwenye hizi kelele. Hizi kelele zina faida, hazipasui ngoma ya sikio, zinapasua vienge vya shetani, zinapasua vienge vya kichawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna watu wanakupimia, wanasifiwe, amen. Vile unavyolewa unalala mtaroni, wao wanafurahi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mbaya zaidi, una maisha ya hivyo, una changamoto za hivyo, na bado una dini yako, una kiongozi wako wa dini ambaye ukitoka kulewa kwenda ukalewa ukalala mtaroni, hana shida maadamu unatuma sadaka, anaona wewe ni mshirika wa maana. Yesu hakuja kwa watu kuacha hivyo hivyo. Hakuja Yesu kuacha. Sijataja dini ya mtu, ila wewe utapima dini yako ni ya namna gani. Haleluya, amen. Wanaweza wakakamata na mke wa mtu, dini yako haina shida, wanasema hapana, anatoaga michango, anasaidiaga nini. Watu wa Mungu, hakuna sadaka unaiweza ukaitoa Mungu ikamtisha, kwa sababu yote yaliyomo duniani ameyaumba yeye. Fedha na dhahabu ni miliki yake, hata utoe
utoe milioni 1 bado haimshtui Mungu. Hata utoe bilioni 9 bado haimshtui Mungu. Moja ya kitu kinamshtua Mungu ni mtu mmoja aliyeamua kusema, nimechoka na uzinzi, nimechoka na ulevi, nimechoka na uganga wa kienyeji, nimechoka na matatizo, sitaki chochote, namtaka Yesu wa Nazareti. Kama Bartimayo, huyo ndiye Mungu anamwazia. Haleluya, haleluya. Biblia yangu inaniambia Bartimayo wanamwambia usiende, lakini akapaza sauti, akapiga kelele, akapiga kelele. Hata sisi nakumbuka wakati mzee wangu anawaza kuokoka, viongozi wake wa dini walimwekea vikao, wakasema usiende huko kupotea. Wakamwambiaje unajua? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana kama mwitiki au mmenogewa na story? Haleluya. Haleluya. Sasa mtumishi hapa anataka watu wasimame washangilie. Kama unaweza kushangilia simama. Alafu kama huwezi tunakuachia matatizo hapa. Wanasifiwe sana. Basi ni kama katapira. Haleluya. Amen. Kiweza tunaenda na wewe, usipoweza tunakuachia vumbi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Sisi ndio wale kanyaga twende usiangalie sura ya mtu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati amefikia hatua anataka kwenda kwa rokore, watu wakaanza kumwambia, wewe usiende usipotee, na kama ikitokea ukaenda kule hatutakuzika. Yaani kwa lugha nyingine wanamwambia baki tukuzike. Kwa lugha nyingine maana yake tulitakiwa tuwe tushazikwa, kwa sababu wanachojali ni kuzika. Sijataja dini ya mtu, ninataja dini yangu nilipokuwa. Haleluya. Amen. Wakasema ukienda kule hatutakuzika. Unajua nikupe habari njema, tulipoamua kwenda kwa rokole, si wale watu walisema hawatatuzika, ndio maana hawajatuzika, tupo hai mpaka leo. Ukibaki kule wanakuzika kweli. Haleluya, haleluya, haleluya. Mtu ameshakwambia ukibaki hatukuziki, maana yake baki ili tukuzike. Sisi tukasema hatubaki, hatutaki kuzikwa, na leo hatujazikwa, tupo hai. Na leo huyo Yesu aliyetusaidia, hatujamwacha Kabutaiki, hatujamwacha Muleba, hatujamwacha Singida, tumekuja naye Isimbia. Maamuzi yako ya dakika moja yana uwezo wa kukubadilishia maisha, yakakupa uhakika. Haleluya. Haleluya. Ndio maana mtu ambaye ana Yesu. Haleluya. Amina. Hebu mafuta sheri. TANESCO tayari. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Mungu bwana tumalizie dosi. Fire. Malizie dosi. Bado unajangia. Na umeme bado. Vijana mna sababu vijana. Ngoja anakimbia mbo kabisa. Au nataka tuwazike. Bwana asifiwe sana. Amina. Twende kijeshi kijeshi. Hapa kuna wachawa nadhani wametuweza. Hapo unasikia sheli nani mashine ina. Watu wimbo hapo twende kwa tunaimba. Mpaka vyombo vitakapo wakati. Waimbaji wangu mko wapi? Tuimbe sasa. Mpaka wimbo au tuombe sana hapo. Nimempata asiyebadilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Wazazi wangu waweza kubadilika, lakini Yesu hawezi kubadilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Yesu peke yake asiyebadilika, peke yake asiyebadilika, asiyebadilika. Na mama yangu waweza kubadilika, lakini Yesu hawezi kubadilika. Nimempata asiyebadilika, ni Yesu asiyebadilika, Yesu peke yake asiyebadilika,
asiyebadilika, asiyebadilika, peke yake, asiyebadilika, ni Yesu peke yake, asiyebadilika, ni Yesu peke yake, asiyebadilika. Haleluya, haleluya, Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niendelee kukupa story sasa. Amen. 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 Amina. Unisikie tena amen. Wakati viongozi wetu wametuambia hatutawazika na sisi tukaamua kukimbia tusizikwe. Na Yesu alivyo waajabu na kwa matatizo tuliyopitia, nitakuelezea kidogo kama muda wangu utaniruhusu. Nikwambie tulipitia nini na nini na nini na nini. Ukiona tunamhubiri Yesu jasho linatoka, tunamhubiri Yesu sauti inakata, tunamhubiri Yesu tunaruka. Hatumhubiri kwa sababu tumemsoma kwenye Biblia. Sisi ni kweli Yesu tumemsoma humu, lakini wengine tumemuona anavyosaidia watu, tumemuona anavyobadilisha watu, tumemuona anavyogeuza maisha ya watu, tumemuona anavyotetea maisha yetu. Na leo tumekuja kuambia hizi habari tulizokuletea hazipo chuo kikuu cha Harvard, hazipo chuo kikuu cha Dar es Salaam, hazipo chuo kikuu cha Dodoma. Hizi zinapatikana chuo kikuu kutoka mbinguni. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Watu wa Izimbia Mungu amependelea sana. Mungu amewapendelea. Yule kipofu, kipofu ana matatizo, lakini watu wa kwanza wa kumpinga walikuwa ni ndugu zake. Ndio. Walikuwa ni watu wake wa karibu. Halo. Mpo na mimi? Mpo na mimi? Ndio. Au mmeshaniacha? Au mmeshaondoka mwenda nyumbani? Haleluya. Amen. Hebu mama hapa nisikie amen. Nisikie tena amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamwambia usiende. Acha kupoteza muda. Wameshamkatia tamaa. Wameona maisha yake ni yale yale. Wameona maisha yake ni ya kuwa kipofu vile vile. Kama ambavyo wewe kuna maisha unayo ambayo wewe mwenyewe umeshayachoka. Umeelewa, sio kwamba unafurahia unavyolewa, umeshachoka. Na ndio maana mara ya mwisho umekunywa pombe ukalala mtaroni ukasema hizi pombe ni za mwisho. Lakini nisikilize, hauwezi ukaacha pombe kwa akili yako mwenyewe. Unahitaji msaada ambao msaada wenyewe ni Yesu Kristo. Tumekuja naye mahali hapa kwa jina la Yesu. Umetembea na wake za watu, imefika hatua umepona juu ukamatwa ugoni ukasema naacha, lakini sasa hivi umehamia kwa vitoto vya shule na hujui kwa nini wafanya vile. Kuna kitu kimetia upofu kwenye macho yako. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana unafanya mambo mpaka wewe mwenyewe unajishangaa, haya mambo unafanya mambo gani? Unamhitaji Yesu jioni ya leo. Ndio. Unamhitaji Yesu jioni ya leo. Ndio. Unamhitaji Yesu jioni ya leo. Ndio. Mimi ninachompenda Yesu ni hiki. Watu wanaweza wakawa wamekukatia tamaa. Watu wanaweza wakawa wamekuchoka. Watu wanaweza wakaona kwamba hauwezi kwenda tena. Watu wanaweza wakawa wamekuwekea mpaka kabisa. Watu wanaweza wakawa wamekucholea kwamba hatapita hapa, hatavuka hapa. Lakini nampenda Yesu, yeye asiyezuiliwa na uchawi. Nampenda Yesu asiyezuiliwa na uganga. Yeye akifika, watumishi wa Mungu kama kinaibu Samu ambaye ametupa ushuhuda wake, ambaye wazazi wake wamefariki, watu wanamtenga, wanasema huyu ni wakufa muda wowote, wanasema lazima tukazike muda wowote. Hakuna ndugu wa kumsaidia, hakuna mjomba wa kumsaidia. Lakini Mungu akaiona Zizimbia, akasema Ibu Samu akifa, kuna siku kama ya tarehe 15 mwezi wa 8 2026 watu wanatakiwa waokolewe. Ni kweli watu wamekuacha, ndugu zako wamekuacha, shangazi wamekuacha. Mungu akaingia kati, akasema utakufa bali utaishi. Bado nina kazi na wewe, nina kazi na wewe. Haleluya. Acha nikwambie watu wa Mungu, watu tulikatiwa tamaa, asingekuwa Mungu wengine hatupaswa kuwa tunatembea hivi. Haleluya.
Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Wacha niwape story kidogo ya maisha yangu wakati nilikuwa mdogo. Hii story mama mimi alinipa wakati nimemaliza kidato cha 6. Pale Morogoro. Yeah. Nimemaliza kidato cha 6. Nimesoma masomo ya physics, chemistry na mathematics. Nimekuja nimefaulu vizuri. Mama anaamka kutoa shukrani pale kanisani. Nikiwa nimemaliza pale form 6 najiandaa kwenda chuo kikuu. Ndio. Ananiambia mimi nina dada yangu ambaye alizaliwa kabla ya kwangu. Amezaliwa akakua. Alipofika kama miaka 2-3 hivi, akawa ameugua ghafla, akafa akazikwa. Baadaye kuna mwingine mtoto akaja, ile mimba ikatoka ikiwa na miezi 8. Baada ya hapo ikaingia mimba yangu. Mimi nikazaliwa, ila tatizo nilikuwa naumwa leo, naumwa asubuhi, naumwa leo, naumwa asubuhi. Hiyo hospitali ya Rubia wakati wa kuna barabara, baba yangu ananiambia walikuwa wanasukuma baiskeli usiku na mchana wananipeleka hospitali. Wamenipeleka hospitali. Imefika tu mama anasema akachoka kwenda hospitali. Walipiga chupa za maji humu kichwani, wakapiga chupa za maji kichwani, wakapiga sindano. Ikafika tu wazazi wangu wakasema, haleluya, haleluya, amen. Wamepiga chupa za maji wakasema huyu kijana hata akija kukua yatakuwa ni yale masezeta yale, yatakuwa mbaya, hayana akili hivi. Lakini ikafika tu nikaumwa kabisa kwa level ambayo mama yangu akamwambia baba, mtoto wa kwanza ameshafariki, mtoto wa pili ameshafariki, acha na huyu tumpe Mungu, acha naye amchukue, tutapata mtu mwingine. Yuko Mungu aliye mbinguni, aliyeiona Singida, aliyeiona Kigoma, aliyeiona Sumbawanga. Nimezunguka huko watu wanaokolewa. Akawaza huyu kijana akifa kuna watu watafia kwenye ulevi, kijana huyu akifa kuna watu watafia kwenye pombe, kijana huyu akifa kuna watu watateseka na matatizo. Wakati wazazi wamenikatia tamaa, walionizaa, Mungu akashuka akakamata roho yangu, akakamata afya yangu. Wakati wamekata tamaa, kwa nini Mungu alikuwa anaiona kesho? Mungu aliwahi kuiona Izimbia nikiwa nakaribia kukata moyo, nikiwa nakaribia kukata roho. Akakamata roho yangu, akakamata maisha yangu, akakamata afya yangu. Nimeenda darasa la kwanza, akili hazikuwa zinakaa vizuri. Wakaniambia hili litakuwa zezeka. 2008 ninaingia shuleni, wakashangaa naanza masomo ninayopenda ni hesabu na physics. Wakasema usichusema ni mjinga. Kumbe Mungu anamwandaa huyu mtu kwa ajili ya maisha ya kesho. Watu wa Mungu, haleluya, 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 amen, haleluya, amen. Wakati ninaendelea tukiwa bado kwenye dini zetu, wakawa wananiandaa kuwa kiongozi fulani kwenye dini nilikokuwa. Yesu akatukuta hapo katikati. Tuko kwenye dini ambayo kwenda kwa waganga wa kienyeji haina shida. Tulikuwa kwenye dini ambayo ukizini haina shida. Tulikuwa kwenye dini ukilewa haina shida, ila madamu unatoa sadaka. Yesu akatuwahi, akatuchomoa huko. Mimi nikaanza kuwaza, mbona niliwa, haleluya, haleluya, haleluya. Mbona nikaanza kuwaza, mbona nilipanga kuwa kiongozi wa dini fulani, mbona nilipanga kuwa kiongozi fulani hivi. Nimekwambia hiyo dini sihitaji, ila kama una dini tatu unaweza ukaielewa. Haleluya, haleluya. Nikamwambia wazazi wangu, inakuwaje sasa? Kumbe Mungu alishaona kiu yangu, akwambia nimekuita kuwa mtumishi wangu. Haina shida, umeacha dini, umekimbilia kwangu, njoo mimi nikufanye uwe mhubiri wa Injili. Leo ninavyozungumza nimehubiri mkoa wa Singida, nimehubiri mkoa wa Mbeya, nimehubiri Sumbawanga, nimehubiri Kigoma, nimehubiri Dar es Salaam, nimehubiri Kagera, nimehubiri Karagwe, nimehubiri Tabora, nimehubiri karibia mikoa mingi. Na tunavyoongea hapa, mwezi wa 9 nitakuwa Kigoma mjini kuambia Yesu aliyenisaidia. Baada ya hapo mwezi wa 10 niko Mtwara kuambia Yesu anaokoa. Mimi nataka kumwambia mtu mmoja wa Izimbia, maisha yako sio hayo. Usije ukaona kwamba wazazi walivyokatia tamaa ukahisi na Yesu ameukatia tamaa. Watu walimkatia tamaa kipofu, lakini alipofika kwa Yesu swali moja alimuuliza, unataka nikufanyie nini? Nini? Haleluya, amen, haleluya, amen.
Nisikilize watumishi wa Mungu. Kama maisha yetu yangekuwa yanapigiwa kura, kama tunavyopigia viongozi wa siasa, kuna watu hatukustahili kuitwa watumishi wa Mungu. Kuna watu hatukustahili kuwa wahubiri. Sio hivyo tu, wengine hatukustahili kuwa hai mpaka leo. Haleluya. Lakini ashukuriwe Mungu aliye mbinguni. Yeye angalia jana ya mtu. Yeye angalia mateso uliyopitia. Angalia wingi wa dhambi. Angehesabu makosa yetu, hakuna ambaye angesimama. Lakini asante Yesu. Yeye leo anauliza, unataka nikufanyie nini? Tulipomwendea sisi wengine tukamwambia Yesu, kwanza tusamehe, maana tumezini, ni wachafu, tuna matusi ni machafu, tuna maneno magumu, tuna midomo michafu. Yesu akasema, mmesamehewa dhambi zenu zote. Tulikuwa na magonjwa ambayo sio kifaduro, ambayo sio malaria. Magonjwa yetu sisi, Rubia walisema sio magonjwa. Magonjwa yetu sisi, Kigara walisema hatuoni ugonjwa. Magonjwa yetu sisi, tulienda Bukoba kule wakasema hatuoni ugonjwa, lakini Yesu akatuonea huruma. Tulipomwambia tuna changamoto hii, tuna ugonjwa huu, akatupona bila kuweka sindano, tukapona bila kumeza Sherado, tukapona bila kumeza Panado. Na leo Yesu hajaishia kwetu, amemfuata mwanamke wa Izimbia, amemfuata mwanaume wa Izimbia, amemfuata kijana wa Izimbia, na leo anauliza, unataka nikufanyie nini? Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio watu wa Mungu mnaelewa. Nasikia nguvu. Mungu akubariki bibi. Mungu akubariki, wajukuu zako wasiteseke. Upate wajukuu wahubiri wa Injili kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio watu wa Mungu mnanielewa. Watu wa Izimbia mnanielewa. Ninajaribu kukuonesha hatuhubiri Injili kwa sababu hatuna kazi. Ndio. Niliongea na mtumishi na niliwaambia jana. Nilitakiwa niwe mjini Dar es Salaam sasa hivi. Na tangu wiki iliyopita. Ndio. Lakini aliponiambia watu wa Izimbia wanamhitaji Yesu. Na nikakumbuka Yesu aliponitoa. Ndio. Nikakumbuka mama yangu, Bwana asifiwe. Leo acha niwape story ya familia yangu. Mkiona mimi nahubiri Injili natoka jasho, halafu sijali, najua Yesu alikonitoa. Mimi wewe mzee wangu namfahamu. Mimi nimezaliwa nikakuta baba viera vipo, vya samaki vipo, viera vya kwenda sokoni vipo, vya kuvaa vizuri vipo, lakini matatizo yalikuwa kibao. Tunayo dini yetu, tuna viongozi wetu wa dini, hawajali maisha yako, hawajali roho yako, hawajali kesho yako, wanajali sadaka na bahasha yako. Oh, haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Niseme au nisiseme? Niseme au nisiseme? Haleluya. 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 Mama yangu mimi anakozaliwa kwao, babu yake alikuwa ni mmiliki wa mizimu. Ukisikia ile mizimu Kazoba, ukisikia ile Nyabingi, sijui mizimu ya majina yote. Na hapo mbaya zaidi, una dini yako na wanajua una nyumba ya mizimu, ila wanaona hiyo sio shida. Ila wakikuta kwenye mkutano kama unapokea neno la Mungu, wanaona hilo ndio tatizo. Hiyo ni dini, ni kaburi. Kaburi. Halo. Mimi ninaona mateso, watu wanateseka, acha niongee. Acha niseme. Ndio. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ile mizimu ilikuwa ina tabia ya kushifti. Inamilikiwa na mtu, inatoka kwa huyu, inatoka kwa huyu. Babu yake na mama yangu alipofariki, mimi mama ndo mjukuu wake wa huyo babu wa kwanza. Ikasema tunamtaka Jessica ambaye ni mama yangu. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Watu wa Izimbia, hata kama upo dukani nisikie. Sawa, ubaya ni kwamba unaweza ukawa na duka lako zuri, mtu akaja na 500 ameweka matambiko yake, 500 itakuondoa duniani kama una Yesu. Halafu tunakwambia habari za Yesu, unaona tunapoteza muda. Tulikuwa na kiburi kuliko cha kwako. Mimi nimezaliwa nyumbani, pesa nimeikuta, lakini tuliteseka kuliko kawaida. Tulileta waganga wa mkoa huu wameisha. Baba yangu amefuata uzuri, mahubiri yangu yako mtandaoni. Baba yangu amefuata waganga hadi Kigoma.
walete wagonjwa. Halo? Yaani aliyemponya mama yangu ana uwezo wa kumponya mtu yeyote. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati baba amefariki, mizimu ikalilia kuja kwa mama. Yaani watu wanamiliki sheri, watu wanamiliki magari, watu wanamiliki mashamba, wao wanamiliki mizimu. Halafu niko nampenda Yesu mimi. Nampenda Yesu mimi. Nampenda Yesu jamani. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Yesu ninayemhubiri watu wa Mungu. Ni kweli Biblia nimeisoma, lakini kuna mambo nimeona akitenda. Nimemuona kwa macho yangu. Ananusuru familia yangu. Nilitakiwa niwe yatima mimi, lakini Yesu ana uzima wetu, akatulinda, akatuweka. Haleluya. Yeye Yesu ni mtamu kuliko chocolate. Ni mtamu kuliko wali wa maziwa. Ni mtamu kuliko soda ya Mirinda. Ni mtamu kuliko mke wa mtu. Ni mtamu kuliko mume wa mtu. Onjeni uone. Tunasalimiana. Haleluya. Bwana asifiwe. Mama akaikataa mizimu. Akaikataa. Na ni hatari sana kumkataa shetani kama una Yesu. Atakuua. Ndio. Anakuua na kumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema siwezi nikamiliki mizimu. Nyabingi wakienda kwenye matambiko yao, yanasema tunamtaka Jessica. Tunamtaka mama fulani. Tunamtaka mjukuu wetu wa kwanza. Ila mizimu ina uchinga na upumbavu. Yaani umezaliwa na baba yako na mama yako, afu mizimu inasema ni mjukuu wetu. Halo? Bwana asifiwe sana. Amen. Au unakuta hapo ni kamama kanamilikiwa na mizimu, na kenyewe kamepiga lipstick na wanja, kanaonekana kamewini maisha. Kumbe mizimu inakamiliki. Haleluya. Kama una Yesu jipige kifua, sema mimi ni mwamba. Sema mimi ni mwamba. Sema tena mimi ni mwamba. Mimi ni mwamba. Halo. Halo. Inamwambia tunataka mjukuu wetu. Mama anaikataa. Lakini anaikataa na kinachomsaidia aikatae. Mizimu ikaanza kumnyosha. Mimi mama ni kibonge, unamfahamu? Tumishi wa Mungu anamfahamu. Hamna mwanamke anayefikia unene mama hapa. Ila alikuwa mwembamba kama mimi. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nakumbuka hapo. Dunia yetu tunayo. Hakuna anachoweza kutusaidia. Wamesubiri kuja kutuombea sara ya kuzikwa. Haya, hebu nisikie mtu akisema azikwi mtu hapa. Azikwi mtu hapa. Yaani dini yako inajali kukuzika kuliko uzima wako. Yaani ni bora ufie kwa wachawi, kwa waganga wa kienyeji, waje wakuzika kidini, wakati ungekuja kwa wapendwa ulikuwa na miaka 10 tena ya kuishi, ila unaogopa dini yako unazikwa kabla ya wakati. Hapo tunakwambia habari za Yesu. Unaona kama tumevurugwa hivi? Ni kweli tumevurugwa na Bwana. Tumevurugwa na Yesu. Kuhubiri injili saa moja nikalala chini. Niwaambia Yesu watu naona kama wamuelewi. Nikasema si nikae chini. Nikalala nikaona kama wamuelewi. Najaribu kuambia mnajua Yesu alikonitoa nyie. Bwana mnielewi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Baba alikuwa na kiburi cha hela, sema hela. Sema hela. Itaje kama Wachaga hela. Sitaje Kiaya, itaje Kichaga hela. Haleluya. Akasema mlembo wangu haina shida. Wakaanza kwenda kwa waganga. Tumishi wa Mungu naye huyo ana ushuhuda. Mke wake ni mtoto wa mganga wa kienyeji. Ambaye pia
aje azikwe siji vizuri, eti atunze heshima. Heshima gani ya kurogwa wewe? Una dini hapo unadai unalinda heshima na unarogwa. Yaani una heshima gani kama wewe heshima yako iko wapi? Kama mchawi anaweza akaja kwako akakojoa sebuleni kwako ukiwa umefunga milango, unadhani kuna heshima gani unailinda wewe hapo? Heshima iko wapi hapo? Unalinda heshima gani? Heshima gani unalinda hapo? Anasema yaani milango imefungwa. Hapo baba ukimkuta njiani amepiga katai kekundu na suti. Mzee wangu si unajua anapenda sana suti. Apiga suti ila wachao walikuwa wanakuja, kuna siku tumelala. Milango imefungwa tukakuta kuna mkojo sebuleni unaanuka vibaya mno. Analinda heshima, siache dini yake. Hello. Anasema sana. Hivi watu wazima mnanielewa sijui? Unajua ningekuwa nasimulia habari za watu wa Dar es Salaam, nasimulia habari za wazazi wangu mimi. Hello. Anasema sana. Kwa hiyo akaona vipesa sivipo. Akaenda kwa waganga. Wa kwanza. Kile pekee tulichoambulia ni kuchanjwa sana chale. Hello. Tumechanjwa chale. Yaani ilikuwa bado kidogo kuchinjwa. Unajua kuchanjwa chale maana yake ni mchawi anamwandalia. Unajua mganga na mchawi ni kurwa na doto. Wanasiwe sana. Yaani mganga na mchawi ofisi yao ni moja. Maana yake anapokuwekea dawa anakuondolea ulinzi ili mchawi akija aje kirahisi. Ili nyama yako, maana yake ile dawa anayokupa mganga ni kama anamwekea mganga chumvi, mchawi chumvi, ili akija kula nyama yako akute ile dawa ishakuwa ya chumvi, ni mtamu kama kitimoto. Waganga tumeenda. Mkoa wameisha. Tumeenda nje ya mkoa. Ilipofika hatua mzee wangu akauza shamba kwa ajili ya kutibu afya ya mama yangu mzazi, ili aende kwa waganga, sio aende Rubya, kwa waganga. Na moja ya vitu niwape shule kidogo watu wa Mungu. Ndio, hivi inawezekanaje unaenda umepiga suti, unaenda kwa mganga, mganga hata kuvaa hajui kuvaa vizuri, amejifunga vitambaa vishisha, alafu huyo ndio unataka wewe wasuti ndio usaidiwe na mwenye vishisha akupe maisha mazuri, ameshinda kujipa maisha mazuri. Nyumba anayofanyia uganga unakuta kama labda ndo alikuwa anachomea takataka, ni mchafu kama nini. Na kwa sababu wewe shetani amefunga akili yako, anakuambia uko chini ya ulinzi, vua viatu. Wewe nadhani umepata msaada, kumbe umeweka chini ya ulinzi. Kienda gerezani sinoko unavuliwa viatu, vua mkanda, uko chini ya ulinzi wa nguvu za giza hapa. Alafu naambiwa kaa chini. Sasa nimeenda kupokea msaada. Ila sisi kwa Bwana tunaingia na viatu. Ndio. Tunaingia na suti zetu. Na majira yakifika tunaanza kushandarize. Tunaanza kumuita Bwana. Unakuta wamama wapo kule, mabinti wapo kule, vijana wapo kule. Tunakanyaga kwa jina la Yesu. Tunavuruga kwa jina la Yesu. Tunaharibu kwa jina la Yesu. Tunateketeza kwa jina la Yesu. Kwa maneno tu. Kwa maneno tu. Wachawi wanapisha njia. Kwa maneno tu. Magonjwa yanaondoka. Kwa maneno tu. Tunapata uzima wetu. Kwa maneno tu. Kwa maneno tu. Haleluya. 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 Bwana, mimi story ni nyingi leo, sijajua kuna nini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mama siku moja ameteseka Bwana. Amehangaika Bwana. Na ni kiongozi kwenye dini yake. Na ana maisha bado kwenye dini yake. Lakini sasa akasema, haya maisha ni ya nini? Ashukuriwa bibi yangu mza mama. Alikuwa tayari ameshaenda kwa rokole. Kipindi hicho tunaona rokole wanapiga kelele. Kipindi hicho tunaona rokole ni washamba. Kumbe yale ni washamba wenye mashamba yenye uzima. Haleluya. 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 Bibi akaja akamwambia binti yake. Akamwambia, mwanangu, nimekuzaa. Mimi nilikuwa ninaenda kwa ganga kienyeji. Lakini kuna mganga nimekutana naye. Hebu njoo twende mwanangu. Mama yangu hawezi hata kutembea karibia miezi 6, mwaka mmoja na hivi. Hawezi kutembea. Na hapo kumbuka mtu ana hali hiyo, madaktari waliosoma hospitali wakwambia tuoni ugonjwa. Shetani ni mjinga wewe. Anakupiga unauma na hapo anawaroga na madaktari wanakuambia tuoni ugonjwa.
shetani wewe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi mama nilikuwa shuleni. Nimerudi wakaniambia hayupo. Tunakuja kusikia kumbe alienda kwa Korokole. Kumbuka mama anakaribia mwaka na haamki. Sasa tukashangaa mara ya kwanza anarudi anatembea kwa nguvu zake, kwa miguu yake. Angalia shetani alivyomjinga sasa. Yaani badala ya kumsifia mzee, unajua shetani unaposema upofu, unaposema Bartimayo kipofu, sio tu ule upofu wa macho kutokuona. Kuna watu wana macho ila hawaoni. Wanaweza sasa. Kuna watu wana macho ila haoni mke wake, ndio maana anaenda kutafuta michepuko. Huyo ni kwamba haoni thamani ya mke wake. Shetani amempiga upofu. Hiyo ni dhahiri unamhitaji Yesu Kristo akusaidie kwenye hilo tatizo. Huwezi kujichomoa mwenyewe. Mtendaji hawezi kukusaidia. Mkuu wa wilaya hawezi kukusaidia. Kituo cha polisi cha Mleba hakiwezi kukusaidia. Hiyo ngoma unamhitaji mwanaume anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Aliwahi kushinda kaburi na msalaba. Anayo mamlaka yote ya kukusaidia. Alitusaidia na ana uwezo wa kukusaidia wewe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Msana anaanza kumgombeza anasema, sasa wewe, hebu niangalie mhubiri ni mimi. Hawa ni watu wana pikipiki, wanapita. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya niangalie. Haleluya. Amen. Mesha niangalia. Tuendelee. Ndio. Tuendelee. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Akaanza kusema ulienda kwa Korokole. Yaani hawakumuuliza, mbona umepona? Ulienda kwa Korokole? Yaani shetani, unajua dunia imedesigniwa. Watu usione hapo unaishi nao. Yaani watu wanapenda kuona ukiteseka kila muda. Ukiwa unateseka unajifanya kuonea huruma, ila anaendelea kuishi hivyo hivyo. Endelea kuumwa hivyo hivyo. Hebu ukipata msaada hata ugonjwa wake utarudi tu. Halo? Anayempiga vita wa kwanza ni mume wake kipenzi. Siende kwa Korokole. Ndio maana kwa habari ya Yesu usiangalie sura ya mtu. Halo? Mume wako najua unampenda. Lakini likija swala la Yesu, mwambie mimi nakupenda lakini Yesu ni namba moja kwenye maisha yangu. Likija swala la Yesu mwambie mama nakupenda, Yesu ni namba moja. Juzi nilikuwa nahubiri kanisani kwetu nikamwambia nikasema kwa namna nilivyomuona Yesu alivyo mtamu hivi. Hata baba na mama leo mumwache Yesu, mniacha huko kwa Yesu. Yaani niko tayari unitenge kwa ajili ya Yesu. Kuna raha nimeiona huko kwa Yesu. Hii digrii uwezo ukaipata hii. Haleluya. 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 Amen. Yaani kwa kuleta story iwe fupi. Mwisho wa siku. Mama aliyelala zaidi ya miaka 2 kasoro. Ndio. Akawa amepona kwa maombi ya watumishi wa Mungu. Amen. Yesu akawa amemsaidia. Amen. Wale waliokuwa wamesema hatutawazika mpaka leo hawajatuzika kweli. Wakikwambia hatutakuzika waambie woyo kweli msinizike. Haleluya. Yaani kwa lugha nyingine wanakuambia baki tukuzike. Asikwi mtu hapa kwa jina la Yesu. Maana Yesu alikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Aliwaliwa nyama kama kitimoto. Unajua usipokuwa na Yesu ni hasara tu. Hebu simama kwa miguu yako. Amen. Shala na magadaba. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Inawezekana na wewe uko mbali, najua hii sauti imepenya mpaka huko. Umesikia habari hizi za Yesu? Ndio. Hizi habari hatujakalilishwa na hatujasomewa popote. Ni habari ambazo tuna uhakika na zinauhalisia kabisa. Shalada bakaranda. Hebu funga macho yako, funga macho yako. Funga macho yako. Nikakabiti kakuabudu kwa mbali sana. Funga macho yako tu. Funga macho yako. Funga macho yako. Inawezekana uko hapa haujaokoka au hauna uhakika na wokovu wako. Nimekuelezea Yesu yupo. Na hiyo changamoto unayopitia inawezekana naijua, lakini anasubiri umwendee kama Bartimayo. Alimwona ni kipofu ila baada akamuuliza unataka nikutendee nini? Ndio. Mimi sijajua unapitia hali gani. Na unayajua maisha yako.
Unajua inawezekana hauna Yesu, hujampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hebu inua mkono pale ulipo. Unataka kuokoka yani? Unataka kuokoka. Inua mkono wako juu. Ukiangalia marafiki zako ndio hao watabeba jeneza lako kabla ya wakati. Hujaokoka, natamani kumpa Yesu maisha. Inua mkono wako juu. Watu wote tumeokoka. Mantara ushike baraka. Mungu wetu, Mungu unayeweza, imba wewe. Mungu wetu, Mungu unayeweza, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Sema wewe